unaohitajika ndani yako. Baada ya kuokoka tunapaswa kuwa shujaa. Hebu sema ninapaswa kuwa shujaa. Ninapaswa kuwa shujaa. Sema ninapaswa kuwa shujaa. Inanihitaji sana mimi baada ya kuokoka niwe shujaa. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukapitia baada ya kuokoka, lakini yale mambo tunayopitia baada ya kuokoka, mengine ni ya historia. Tulikuwa nayo kabla tujaokoka, pengine baada ya kuokoka ukaingia nayo katika neema ya wokovu. Mfano magonjwa ama kuishiwa, huna kipato cha kuridhisha sana maisha yako. Pengine ulikuwa huna kibali sana kwa watu. Unapookoka unaingia na vitu kama hivi ndani ya wokovu. Wanakuonea, wanakutesa, wamekunyang'anya haki zako za msingi. Unapookoka bado unaingia katika neema ya wokovu ukiwa na hali ile. Sasa wakati unapoingia ndani ya neema hiyo ukiwa na vitu ambavyo ndani ya moyo wako vinakusumbua, na ukakaa katika neema ya wokovu, ukaendelea kumtumikia Bwana ndani ya neema ya wokovu, unapokutana na mambo kama haya, haijatosha wewe useme ya kwamba yako wapi hayo matendo makuu ya Mungu, ona tulihadithiwa na baba zetu. Ukiwa umekaa tu, hauweki jitihada, hauna jitihada zozote, bali unapokuta umeingia katika changamoto yoyote ndani ya neema, ukiwa ndani ya neema hii, lazima ujue kwamba Mungu wetu tukimtafuta atapatikana. So unajua Mungu wetu tukimtafuta, tukimhitaji kwa moyo, anaonekana. Wangapi wanaamini? Mungu wetu tukimtafuta tukiwa na imani, tukiwa tumemwamini yeye kwamba yeye hata tuacha popote, huyu Mungu huwa anapatikana. Wale wanaomtumaini, ilikuwa naongea na mtu mmoja jana hapa nikamwambia Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, unakaa milele. Sasa huku kukaa milele ni kunatokea ndani ya mtu ambaye aliyefahamu kwamba yeye ni nani katika dunia hii. Anapookoka, unapookoka lazima ufahamu ya kwamba wewe ni nani katika hii dunia, kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Hata kama wewe unajiona kwamba mnyonge na ambaye huna nguvu, umedhulumiwa, unahitaji inatosha tu basi uwe mnyonge kabisa, ukae umenyong'onyea, lakini bado Mungu anavyokuona wewe, mtazamo wa Mungu ndani yako si kama wewe unavyojiona, bali Mungu akikuangalia na kuona wewe ni mtu mkuu sana wa Bwana. Mungu akikuangalia wewe na kuona si kama vile ambavyo unavyojiona, anakuona wewe ni wa tofauti kabisa, na kwamba una nguvu ya kutembea. Wakati mwingine binadamu ambao tunaosoma hapa kwenye neno la Mungu kwa mtumishi wa Mungu Gideoni, alifika mahali akajiona, akarudi katika hali yake ya mwanzo ya asili, kwamba mimi ni mwanadamu. Katika nyumba ya baba yetu tumeonewa sana. Wamidiani walikuwa wamefika mahali wakawa wamewakamata hawa watu, kwa sababu walifika wakawa wamemwacha Mungu. Taifa la Mungu walipokuwa wameenda kinyume, wakakengeuka, wakawa mbali na neema ya Mungu, kuwa huyu Mungu wa mbinguni alikuwa anawaacha kabisa. Na kitendo cha kuonyesha kwamba Mungu ameshawaacha, alikuwa anakuja maadui wanawakamata hao watu, alafu wanawapeleka manyumbani kwao, wanaenda kuwa vibarua, wanaenda kuwa watumwa, wanakuwa kitumika katika nchi ya ugeni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakateseka hao watu walipomwacha Mungu, walikuwa wanaachwa na Mungu, wanateseka. Wakafika mahali mpaka wakawa wanadhihakiwa, wanaambiwa na watu wasiotahiriwa
wanaambiwa na watu wasio taifa ya kwamba kwa lugha za Kebehi, tuimbieni wimbo wa Bwana. Hebu tuimbieni pambio nyewe walokole. Yaani ni kama wewe sasa hivi umekamatwa, alafu yule mtu ambaye aliyekushika akawa anaanza kukudhihaki, anakuambia wewe sio mlokole, haijatosha tu ukaomba usiingie mahali hapa, mbona umeingia mahali hapa? Hebu tuimbie wimbo mmoja. Haya maneno alikutana nayo Yesu alipofika mbele ya wale viongozi wa dini. Wakamwambia, hebu tuonyeshe muujiza mmoja, wewe si ni mtenda miujiza, hebu tuonyeshe muujiza mmoja nipate kujua kwamba wewe ndiwe Kristo, hebu tuonyeshe mmoja. Lakini Biblia inasema kwamba hata pamoja na hali ile, Biblia inasema Yesu akanyamaza kimya, akanyenyekea, akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Wewe unapofika mahali umedhihakiwa, una react vipi? Unafika mahali unajibu vipi? Akili zako, hisia zako zinakutumaje? Pale mahali ambapo unakuta umekutana mtoto mdogo, ama kijana unayelingana naye, ama mama unayelingana naye, ama baba mwenzako, alafu unajua pengine labda ni mdogo, umemzidi umri, alafu ukasikia na kudhihaki, anakuongeshelesha vibaya, anamdhihaki hata Yesu aliyeko ndani yako. Unajisikiaje ndani yako? Unajionaje? Unakuwa na maswali ya namna gani yanayojiuliza ndani yako? Unakuwa ukijiuliza, yuko wapi huyo Mungu niliyemwamini? Ama utaona zile dhihaka za yule mtu? Wateule, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha ya kuokoka tunakutana na hali za namna hii. Lakini tunaposoma leo, Biblia inatufundisha kwamba baada ya Gideoni kutokewa na yule malaika, aliondoka moja kwa moja yule malaika, akatafuta mahali palikokuwa na kivuli, akakaa hapo. Alafu akamwita Gideoni akiwa kule bondeni, akiwa shambani kwa baba yake, anapepeta ngano, anajaribu kukusanya ngano haraka haraka ili wa Midian wakija wasiondoke na chakula cha wana wa Mungu. Akakusanya haraka. Wakati akiwa anakusanya chakula kile, Mungu wa mbinguni alikuwa ameshamuona Gideoni kwamba anayo nguvu, anao uwezo wa kusimama mbele ya wale maadui ambao alikuwa anawaogopa, alafu apigane nao. Anasema Gideoni, huku akiwa amejiona mnyonge na mdogo, akamwambia, nitawezaje kutoka? Kwanza sisi nyumba ya baba yetu ni watu ambao wadogo, tumeonewa. Mungu hayupo pamoja na sisi. Angekuwa pamoja na sisi ungekuta anatutetea. Leo hii ninakaa hapa na pepeta ngano hizi kwa shida juani hapa ili nikazifiche. Huyu Mungu angekuwepo, angetutetea. Hata wewe kuna mahali ambapo ulifika ukalalamika, si ndio? Umenyamaza kimya, lakini hata kama ulalamiki kwa sauti yenye kusikika, ulishalalamika moyoni mwako sana kwamba Mungu wangu, ungekuwa pamoja na mimi nisingepita hapa, mwanangu asingefikia hatua hii, mimi nisingekuta niko hapa leo. Mbona nimekuwa kama mtu mkiwa nisiye na baba, na wakati baba yangu upo? Unaweza ukafika mahali moyo wako ukalalamika, hasa pale ambapo unapoingia katika jaribu, katika changamoto. Nani anabisha? Unapokuwepo katika changamoto, usipojitambua kwamba ni mwana wa Mungu na wewe ni Mungu mdogo katika dunia, halafu ukalitamkia lile tatizo kwamba wewe ni mdogo sana mbele ya baba yangu aliyeniokoa na anayeishi ndani yangu, nakwambia utateseka sana, utalalamika sana, utafika mahali utakufa na malalamiko. Kwa maana tunasoma katika neno la Mungu kwamba wana wa Israeli 80% na zaidi waliokufa jangwani walikufa kwa sababu ya malalamiko. Malalamiko hayafai unapokuwa umeokoka, hasa unapokuwa umefika ama unapita katika changamoto yako. Wakati wa changamoto hiyo ni wakati wa kujipa moyo na ni wakati wa kuinuka, alafu na kumwambia, Mungu wa mbingu na nchi, ninakuomba unitokee katika hii changamoto. Ikizidi sana, unachukua hatua ya kuleta hiyo changamoto kwenye maombi, unakuwa muombaji. Jamani, amina. Nilikuwa naongea na watu jana hapa, nikamwambia lazima changamoto zetu zote, hali tunazopitia, tusipojitambua ya kwamba hakuna msaada mwingine mahali popote wa kuweza kuupata
bali na maombi, bali na kwenda kusema na Baba, bali na kwenda kumweleza Baba haja yako, na kuambia unakufa. Nikawaambia watu jana hapa, kama mnakumbuka, watu wa jana wangapi mlikuwa maombi jana? Tuliongea pamoja hapa. Wateule, Bwana Yesu atusaidie kwamba ogopa sana Mkristo asiyekuwa na maombi ndani yake. Na hiki kitu mwalimu alikuwa anakiongea hapa asubuhi. Ogopa sana kama ndani ya neema ya wokovu unasukumwa ili usimame vizuri katika neema ya wokovu. Ogopa sana kama ndani yako unajiona kwamba wewe ni mdudu na sisimizi. Unapofika ndani ya neema ya wokovu kuna changamoto. Wapendwa, ule wokovu wa kuhubiriana kwamba ukishaokoka mambo yote yameisha, mimi nataka nikwambie, ukishaokoka umetangaza vita. Hii ni vita. Wokovu ni vita. Na Yesu akasema, sidhani ya kwamba nilikuja kuleta amani duniani, bali nilikuja kuleta moto. Nimekuja kuleta upanga. Kwa maana binti na mamae watakuwa wamefitinika. Mkwe na mkwe mtu watakuwa hawako sawa sawa, watakuwa tayari wameshafarakana. Binti na mamae watakuwa hawaelewani. Haya yote ni kwa sababu ya neema ya wokovu. Kwa nini? Kwa sababu dunia inapokutazama, mtazamo ulioko duniani leo ni kwa waganga wa kienyeji, ni kwenye mafuta ya upako na maji ya upako, ni kwenye keki na maandazi. Wanakimbilia leo, wanatafuta leo. Hawataki kuomba tena Wakristo. Hawataki kusimama kama Gideoni akimwambia Bwana, kama wewe Mungu wa mbinguni unanituma, yako wapi matendo yako makuu? Hata wewe unaweza ukamthibitisha Bwana kwa kumwambia Mungu wa mbinguni, katika hii changamoto nataka nikuthibitishe leo. Umekuwa mvivu. Wezi amini, maombi ya siku 3 kuna watu wanachapa ugali na dagaa na maharage na kila kitu anachanganya kwenye sahani, anabugia tangia Ijumaa. Kuna watu ambao hawajali kuna maombi kanisani. Yaani umekaa alafu umeridhika, na wakati duniani kuna maadui amia kwa upanga wa Bwana. Ni ya heri ukasikia neno la Bwana, ukageuka, ukaziacha njia zako mbaya za kuidharau madhabahu ya Mungu aliye hai, ukapiga magoti mbele ya madhabahu ya Bwana na ukamwambia Bwana, nisaidie niwe mwaminifu. Utapona, utaishi. Biblia inasema kwenye Isaya 1:19, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Lakini mkikataa, mkainua kiburi, mkainua mapembe, mabega juu, nywele zenu zikisimama, hamtaki kuambiwa, utaangamia kwa upanga wa Bwana. Haijatosha tu ukae hapa Jumapili, umekuja Jumapili, pengine hata unasikia ka upepo kanako piga hapa na wewe unapiga upepo wa watakatifu. Umekaa hapo mtumishi wa Bwana, Mkristo wa Jumapili, pasipo sababu ya msingi. Alafu unasema kweli mimi mlokole naenda mbinguni. Unaenda mbingu ya nani? Mbingu ya nani? Wewe ulejaa kiburi na shughuli zimekujaa zaidi ya nywele zilizoko kichwani. Umejawa na shughuli. Umekuwa mlevi pasipo kujua. Yaani wenzako wenye dhambi wanakunywa ulabu, wanapiga mbege kule, wanalewa, na wewe unalewa kazi lokole. Paka wewe muda wako na Baba haupo, wewe ni kazi tu. Kazi mtindo mmoja. Wakati wa ibada unasema nina shughuli nyingi, ibada nitazifanyia nyumbani. Bwana amenibariki. Na Bwana akiondoa hicho kiduka ama hiyo kazi, Bwana akikuondolea sasa hivi ukaenda ukakuta na redundancy, yaani ukakuta na barua ya kustaafishwa kazi basi bila miaka 60, yaani haujafikisha miaka kustaafu, lakini ukakutana na libarua mezani, unaenda kuripoti usaini, unaambiwa kwamba shika hiyo hapo kwanza kabla hujatia kalamu yako kwenye kitabu cha sign, shika hiyo barua inakuhusu. Unaonaje mtumishi wa Bwana? Tumtumikie Bwana wakati ukiwa na nguvu. Kuna wakati unakuja, kuna waliolala kitandani hawawezi. Kuna waliolala kitandani hawawezi. Hivi wale waliovunjika miguu ni wenye dhambi kuliko sisi tulioko leo, si ndio? Wale wanaopumulia oxygen, wana mitungi yao wanalipa $200,000 kila wiki.
Kila wiki 200,000 kila wiki. Wale wenye dhambi wana dhambi, sisi ni watakatifu, wacha sisi tuende mbinguni. Bwana amewapiga wale. Sisi hapa hatuwezi kupigwa na Bwana. Wale wamepigwa kwa sababu ya dhambi zao, si eti? Lakini mbona hata huwezi kuona matendo ya Bwana makuu, hata upendo wa Mungu aliokupa, hata ukamwambia Mungu, kwa uzima ulionipa wacha nitakutumikia. Usijitetee kwa kazi. Gideoni alijitetea, akamwambia Bwana, kwanza sisi tunaonewa. Nyumbani kwetu ni watu ambao hatuishi nyumbani kwetu kwa raha. Mchana hauishi kabla hatujafukuzwa, hatujakimbizwa na maadui. Leo hii hata mngano ninayoipepeta sijui naenda kuficha wapi. Anajitetea mbele za Bwana, namwambia mimi ni mdogo. Ni kama leo Mkristo anayejitetea anasema asiyefanya kazi na asile. Unapiga kazi mwanaume, mwanamke, piga kazi kufa kwaja. Unaenda njaa inakuja, piga kazi. Miaka 7 ya njaa inakuja, na kusanya chakula ya kuja kula na watoto wangu. Halafu nyumba ya Bwana inakaa ukiwa. It is impossible. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Nyumbani mwa Bwana waabudu watu 2, 3, 10, 15, halafu wewe umekaa nyumbani. Haiwezekani. Na nisipokuambia mimi mchungaji nitadaiwa damu yako, nataka kuinawa damu yako mikononi mwangu leo. Pamoja na vitisho vyote, leo ndio nimejua maombi haya siku 3. Nimetambua kwamba wewe ni jiwe la mtoni. Tulitishiana hapa, nikawaambia kwamba tutaandika majina. Lazima tuandike majina ambao watakuja maombi haya. Nasema haujanijua. Haujajua ukiniandika majina tena ndio nitatokomea kabisa. Na ukafanya hivyo kweli. Au kuja hata siku moja. Unatutia majaribuni sisi ninyi ambao hamuombagi, sio wana maombi, hamchali. Natutia majaribuni. Nafika mahali mnatupa wakati mgumu wa kusimama ndani ya neema wokovu. Tunaacha kuwaombea wenye dhambi waokoke, tunakuombea wewe ili usimame katika neema wokovu. Hii ni mambo ya ajabu. Muda wangu ambao ningepiga magoti usiku, nimeamka, ni mchana, nimefunga na kuomba, napiga magoti na liombea kanisa. Mungu libariki, wabariki watumishi wako. Tazama jinsi wanavyojitoa. Tazama jinsi wanavyojitolea. Tazama jinsi wanavyokupenda Yehova. Tazama jinsi wanavyokutolea sadaka na sadaka. Tazama jinsi ambavyo wanavyokutumikia. Wengine wanaenda hospitalini, wengine wanashuhudia habari zao kule mtaani. Mungu, inua kanisa lako. Na acha kuomba hivyo, naenda kusema Mungu, yule mwanamke hajapatikana kanisani wiki nzima. Naomba mfuatilie kule aliko, ukamlinde na mambo wa mwitu yanayozunguka duniani. Kweli. Akoka swaswa. Unahitaji kusaidiwa na Bwana. Vita iliyoko mbele yako inahitajika Bwana asimame na wewe. Nakwambia kweli. Vita iliyoko ndani yako hautashinda usiposimama na Bwana kwa uaminifu. Utalia. Na Bwana anatafuta mtu mwaminifu. Na mimi nataka nikwambie katika madhabahu ya mchana wa leo, Mungu anataka watu waaminifu. Hataki watu wazembe. Hataki watu wakaidi, waliojaa kiburi, hawaambiliki wanaposikia neno la Bwana. Lazima mimi nalifahamu hilo, sema lingine. Hayo nayafahamu yote, leta mengine mchungaji. Hayo mimi nayafahamu. Sawa. Lakini nakwambia leo kweli ya Kristo, ukiendelea hivyo hautafika mahali. Kwa sababu dhambi inakumendea. Dhambi inakumendea. Na hata nyingine tayari umeshaanza kuitamani. Umeshaanza kuitamani. Dhambi nyingine umeshaanza kuitamani. Kwa sababu tu hauko vizuri. Hebu kila mmoja asimame kwa uaminifu. Kama Gideoni alisimama pamoja na unyonge wake, lakini bado Bwana hakuangalia ule unyonge. Akamwambia, sikia Gideoni, hako ka nguvu kidogo uliko nako, uwezo huo ulionao nenda nao. Nataka nione mtu ambaye anayesema kwamba pamoja na hali yangu duni, pamoja na kazi zangu kweli nalipa kodi pale nilipo, kwa kweli watoto wangu wanasoma, sina ada, nimelipa nusu, bado nusu nyingine, na mwaka unaisha huu. Muhula wa pili ndio unakata tarehe ya 12 leo mwezi wa 10.
Saa hizi ni saa ambazo watu wanapelekwa mahakamani, sawa. Pamoja na hayo yote, lakini bado katika hayo inapaswa usimame kwa uaminifu. Niitikie amina. Niitikie amina, mwana wa Mungu. Ndio, pamoja na hali yako hiyo, bado Bwana anataka usimame kwa uaminifu. Usimkane Yesu kwa shida zako. Shida zako zisisababishe umkane Yesu. Vitisho unavyokutana navyo visisababishe umkane Kristo Yesu. Visisababishe useme. Bwana, umwambie mwenzako, mbona hata sioni hata umemgeukia unasema. Mtazame mwenzako, mwambie umedhamiria. Lazima tuwe na akili zote. Hizo akili zako za mtu mzima, na ninapoongea nawe naongea nawe kama mtu mzima. Hao watoto walitangaziwa darasa lao leo. Mwalimu akishaenda na hao watoto anaongea nao kama watoto wadogo. Lakini mimi naongea nawe kama mtu mzima. Listening. Nisikilize vizuri. Naongea na wewe mtu mzima. Unapofika mahali umeamua kuokoka, okoka kweli. Usiwape watu tabu mpaka wanafika mahali tunapigwa kwa sababu yako. Tunapigwa na wale wenye haki wanapigwa pamoja na wewe mtu mwovu. Kweli unasababishia balaa. Biblia inasema mwenye masikio na asikilie neno hili ambalo Roho wa Mungu anayaambia makanisa. Wakati barua 7 zimeandikwa kwa wachungaji 7 wale makanisa, Biblia inasema kwamba barua 7 za wale malaika 7 wa makanisa 7 yaliyokuwepo ulimwenguni wakatumwa mmoja baada ya mwingine. Sardi akatumwa, Philadelphia akatumwa, Laodikia akatumwa, Efeso akatumwa, Smyrna akatumwa. Wakatuma makanisa yote 7 wapeleke, na kila kanisa lilikuwa na udhaifu wake. Kuna lingine ambalo lilikuwa na udhaifu kama huu tulionao hapa. Sisi kanisa la Makidi, ingekuwa nikipigile Yohana anapewa zile barua, na sisi tusingekosa barua. Tusingekosa, lazima na si barua yetu ingekuwepo. Tukielezwa kama vile wa Efeso walivyoelezwa. Kule kulikuwa na lile limungu Athene, lile limungu jike lilikuwa linaitwa Diana. Efeso walikuwa na upendo wa Mungu Baba uliozidi. Walipoendelea sana wakauzoea wokovu. Kila mmoja akaenda na njia zake. Mungu anawaandikia barua kwa Efeso kwamba ukumbuke upendo wako wa kwanza uliokuwa nao. Uko wapi upendo wako wa kwanza uliokuwa nao? Wakati ulipokuwa unaokoka, ulikuwa unajali. Tukitangaza ibada, hata tusipotangaza ibada, unakuja hapa mbele. Jumatano hamna ibada. Lakini leo hii tusipotangaza ibada, kuna wanaopiga makofi. Haleluya, haleluya. Ili uende kwenye shughuli zako. Sikiliza nikwambie, hizo shughuli ni Mungu anakubariki. Mwenye sikio la kusikilia asikie. Na mimi kama mchungaji wako sitakuwa na nafasi ya kukuombea. Nakwambia kweli hapa, sitakuwa na nafasi ya kukuombea utakaposhikwa. Sababu najua lazima utakamatwa. Utadakwa. Sitajitokeza kwa sababu nitaonekana na mimi mhalifu mwenzako. Nitaonekana na mimi mjinga, sina akili, mhalifu wa kawaida. Nitachanganywa, pingu itanihusu pamoja na wewe. Sitatokea na kukana kama Pilato alivyoita maji. Na kukana kabisa. Tufanyeje watakatifu wa Bwana? Tufanyeje? Tunakubaliana tuende na uwezo huu tulionao tumtumikie Bwana? Wangapi wanasema uwezo huu nilionao naenda kumtumikia Bwana? Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Usiogope. Bwana yu pamoja na wewe. Kama utaamua uwezo ulionao kumtumikia nao Mungu, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Maana Biblia inasema Gideoni Mungu aliweka naye nadhiri, aliweka naye agano. Akamwambia Gideoni, sikiliza, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala kukuacha, lakini uwezo huu ulionao mdogo, thubutu. Thubutu, toka. Toka. Wewe unaona kwamba tu ukiacha kazi unazofanya mara moja kwa wiki, uje Bible study ama uje maombi, uje uombee watoto wako na maisha unayoishi ya nusu, Bwana atakubariki. Unaona eti utapata hasara? Sikiliza, nakwambia hivi, hebu thubutu.
Thubutu kuanza leo kwamba Mungu Baba, leo sitaki kuwa tena mzembe. Nataka kukutumikia. Haka kaduka kanako nitesa. Kuna siku parapanda Italia, nitakaacha Wafilisti watakula vyote kabla ile hukumu ya mwisho, kabla hasira ya Bwana. Kwa maana ile dhiki kuu, kanisa likishanyakuliwa, si Bwana atashusha mapigo siku hiyo hiyo. Hakuna. Watakaa watu, wengine watatembeleana vile vilokole viko wapi? Asante Yesu. Wengine watasema asante Kristo. Tuliwaombea wafe, wamekufa wote, malokole yale yalikuwa natutesa. Kuna watakao shangilia wakati Bwana ameshalichukua kanisa lake. Asa wakati huo wakija kaduka kako unakojitetea unatafuta vishilingi, kakazi kako hako watavilamba, alafu ndiko kipigo kishuke kwao kabla ya kipigo, na watu wakiwa wameshaondoka. Asa swali la kujiuliza ni hii: Bwana akija kwangu leo, akija kwako leo, Yesu atakukuta moyoni mwako kumejaa nini? Kumejaa nini? Kutokujali, kiburi, majivuno, kazi tele. Atakuta Bwana ndani ya moyo wako ambako alisema ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Atakuta huko chemichemi za uzima, ama atakuta kitu gani? Atakuta huko kazi zilizo kidhiri, mpaka Yesu amekosa nafasi ya kukaa. Yaani Yesu ameingiza, yaani ndani yako upo kanisani leo, lakini Yesu hayupo ndani yako, ameingiza tu. Yaani mguu wa Yesu ndio uko ndani yako. Yaani kukatia hapa kaingiza mguu Yesu. Hana nafasi nyingine kwa sababu kazi zimeziba. Hana nafasi pa kukaa, ila amepata nafasi pa kuweka mguu. Ndio hapo kilichokufanya umekuja kanisani leo. Lakini mbali na hapo hakuna nafasi. Kwa ajili ya Bwana hamna nafasi. Lakini nataka nikuambie mchana wa leo, ukithubutu ukamjali Kristo na maagizo yake, ukasimama kwa uaminifu, Mungu yupo tayari kwenda na wewe. Atakwenda na wewe, atakubariki, utakuwa mtu mwingine. Hata hiyo shida ulionayo ni ya kitambo tu. Ukisimama na Yesu kwa uaminifu, ukamwambia Bwana usiniache, nitakuwa nikijali mambo yako. Ni kwa nini kila neno linalokuja kanisani ni la makemeo na makaripio tu? Unajua ni kwa sababu yako. Bwana anataka ubadilike. Ndio maana hata watoto wetu waliposimama juzi, mambo ni yale yale. Ninapomwomba Bwana, Mungu, naomba unipe hata ujumbe kwa kuwafariji watumishi wa Mungu. Nasikia na mimi nakemewa, wewe ndio mwenye kanisa ama ndio mimi? Yaani hakuna ujumbe hata wa kusema kwamba wana wa Mungu, jipeni moyo mkuu. Kule tunakoelekea tunashinda. Bwana atatubariki. Tutakuwa kwetu kama merikebu inayobeba mali kupeleka Tarishishi. Sikiza nikwambia, hakuna jumbe kama hizi leo. Ni kwa nini? Kwa sababu yako wewe. Unatutaabisha, haujui tu. Unatutaabisha, unalitaabisha kanisa la Bwana. Panga leo kugeuka. Panga leo kugeuka kabla hasira ya Bwana haijawaka juu yako. Panga leo kugeuka. Na nimekuambia Bwana, kiukweli nitakukana. Sitakuwa na muda wa kukufuata pale ulipo. Nitakukana. Hebu fika mahali, geuka. Ukishageuka, mtumishi wa Bwana, Mungu amekuahidia kuwa pamoja na wewe. Wewe mwenye kazi za dharura, usikubali vizuizi vigingi vile vinavyokuzuia, usikubali, vikemee. Alafu mwambie Bwana, nipe neema ya kusonga mbele. Upo tayari kuomba? Simama pale ulipo. Natamani nikaombe na watu hawa. Wewe ambaye kiukweli umeshindwa kabisa